ulimwengu wetu huu kuna anasa nyingi, nazo zimewavuta watu wengi, wanaume kwa wanawake, wavulana kwa wasichana. Hata hawezi kugundua kuwa mambo haya yatafikia mwisho wake. Tuna mifano hai katika Biblia, kama wakati wa Sodoma na Gomora. Watu walitenda maovu hata wakamchukiza Muumba. Muumba naye akashindwa kuwavumilia kila ntiwapo. Tunasoma pia wakati wa Nuhu, watu walitenda maovu mpaka Mungu akaghadhibika, akawadibu kwa gharika. Kadhalika na ulimwengu wetu huu, watu wanaendelea kutenda maovu. Hawawezi kugundua kuwa yatafikia mwisho wake. Lakini ndugu yangu mpendwa, jua kwamba ulimwengu huu utafikia mwisho. Walichukiza Muumba wao kwa dhambi zao nyingi. Mungu aliamua kuua kila kiumbe chote. Mungu akamwambia Nuhu kwamba afanye safina yeye nyumba, aifunike lami ndani na nje, urefu wake mikono 300, upana wake mikono 50, kwenda juu kwake mikono 30. Naye Nuhu akahimiza kujenga safina. Alipomaliza akawaambia, ingia wewe na mkeo na watoto wako, pia na wake zao nao waingie. Mvua ilianza kunyesha bila kukatika. Maji yaliendelea kuongezeka kutoka kitovuni kwenda magotini, kutoka magotini kwenda kifuani. Watu wakakumbuka maneno ya Nuhu. Alisema walipanda kwenye milima wa kupona, wengine kupanda juu ya miti hawakupona, wajuzi wa kuogelea hawakupona, wengine waliogelea mpaka wakalua. Wakasema, Nuhu, tufungulie, tunakuomba. Nuhu aliwaambia, si mimi. Walihamia wote wakafa kwa maji, wanyama nao walihamia kwa maji, ndege walihamia wakafa kwa maji. Kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndio ilivyo hata sasa. Matendo yale yaliyotendeka ndio yatendekayo hata leo.
Ulevi na uchawi vimewafunga wengi, utambuzi wa mambo umewafunga wengi, uzinzi na uongo vimewafunga wengi.